Take us through your journey in music. When did you start making music? Tulianza ngoma 2015 I think. Kutoka class 7 hivi. We got into rap through battle rap. Sikuwa nasikiza ati hip hop artists. Juu hip hop artists sikuwa naelewa. Unajua mimi mswa mtaani jo. Ngoma za hip hop unasikiza kama nani jo. Ndio sio ngoma za hip hop hiyo time. Unacheki. Kuna New Year karibu nitoko tenje bro. Tena. Nasema ndo umetoka kununua tena. Bado sikuwa nimenunua. Bado uko umenunua. Bado nilikuwa na Samsung yangu A13 mzee polite. Some huko hivyo kwa Luya jo Kakamega jo. Kwa time unajua before vitu zifike huko hivyo you take time. Real man. Ile kwa nje kuchachisha on the internet. Si jo man. So nikaenda hivi nikasikia Bodak Yellow yote imechachisha. Nikafika hiyo anambia hii ngoma yangu jo. Na alikuwa nini so kitu ilinipeana ni walichezanga hiyo ngoma entaje. Ukajua kuisha. Ungeambia umsaneme ni iba. Ameiba ngoma. Msenduthi imesimama hivi mbele yako inakuuliza tu ati unajua hapa na wameshika watu watatu. Na bado get away. Driver bado wako. Boda bubu. Boda bubu bado wako hapo tu bro. Sikia speed ilikuwa nitoketa hawa chance kupime. Mimi pia niambiwa habari yako. Habari yako. Ungelengo. Ati leo mteja patikani niko form tena mbali ya super na waona ni wapoa sio ordinary bukla wana glow wana shine tena physically emotionally na wafeel umejazo blongata mentally mina hope that watani data ni hornbill niga kwanza ile ya ongata na anza na mistari tena nachukua namba juu hawa ni mababi lazima nichukue Snapchat fax ina data wala kimeniramba piga shot 1-2 ili kusafisha rada narudi kwenye flow shika moja hadi dance gogo naye ana nice doba zote tu ni dance. Wagwan everybody, hello and welcome to episode 58 of the Worst Friends podcast, and as always it's your boy Shot by Pat, and I'm not alone in studio. I'm with my co-hosts Vitali Sapa. Episode 58 nimetokea this year. Hii ni episode yangu ya kwanza this year. Tuko on. Sijakuona tangu last year. Happy New Year. Happy New Year. Manze leo tuko na guest kama kawa kama dawa. Unasikia dizia na rhyme. Kileta wasanii hivyo na rhyme. Tuko na guest manze msanii ajiintroduce tu sasa. Sir. Wagwan everybody. I'm Cosign Black. Happy to be here man. Vibes jo. And we're happy to have you man. Pleasure. Tumepanga episode for a minute tangu last year actually, but tuko tusha take a break. So that's why tumesema tukirudi hivi lazima tulete as our first guest. So that we can know more about you, more about your music, your process and your future projects. Nice. So first question watu wanakonga nayo, why the name Cosign Black? Cosign Black. Hiyo story hata ibambi hivyo. Kwa nini? Ni random tu nilikuwa Daru. Nilikuwa nafanya Mao high school, I think form 2. Nilikuwa nachukia Mao mbaya. Tuko wengi. Sio kwa bro. Tuko wapi? Hakuna nipita Mao hapo. So kaka hivi I think your time walikuwa na do sines and cosines and tangents and shit. Go like hey shit okay cosine. Ilikuwa na ring to it. So nikasema bwana chukue juu hiyo time ilikuwa na jina nyingine refu ya ufala ndio ainge I make. Ilikuwa gani? Ilikuwa mbaya. Siwezi expose jo. Yo, to be forgotten iko tu sawa ikiwa nini iko archive. So kakuja cosine afu nikakuwa like nini black I'm black nini ikaingia tu hivyo. So that's Cosign Black sasa. Skimi nilikuwa najua. So unaona wasanii wanapatianga msema cosign. Mimi nilikuwa najua ilitoka hapo mimi. Yeah. Alafu I think hivyo ndio hata music yangu when it comes to raps ni waga hivyo. Like sasa one thing inaweza maanisha a lot of things. Unacheki? So ndio kwa maana hata hiyo jina ndio unakuja kufind out later. So cosign pia ni nini alafu ina make sense. Jumia hadi nilikuwa nimesahau mambo za cos na sign bro. Wewe ndio unikumbusha saa hii. Yeah. Crazy. Jua kuna cosign nyingine like mzee ukiendaga kwa bank unataka loan kuna msiana ku cosign. Ndio amkujie usipolipa. Yes guarantor ama ni hiyo bado. Sijui ni cosign fulani jo. Wewe ni cosign bado. Ndio kamata. But ni hivyo tu man.
Okay, so take us through your journey in music. When did you start making music? Tulianza ngoma 2015 I think kiwa kutoka class 7 hivi. Not professionally though, kujaribu tu kuwa na imbaga hata sikuwa na rap actually, ilikuwa more of singing, not for anything, just for the curiosity part of it, like hizi nini. And then kujafika class 8 niko like sinaweza jaribu kuandika nini. Nilikuwa naimbia sema ngoma za Cardi B jo na wasetini zangu jo. You can fuck with me. Yeah, that particular song. Buda kuna time nimeseti. Though hiyo ni nikiwa high school though. Time nilikuwa somea huko hivyo kwa Luya jo Kakamega jo. Kuna time unajua before vitu zifike huko hivyo you take time. Real man. Ile kwanza kuchachisha on the internet. Si jo man, so nikaenda hivi nikasikia Bodak Yellow yote imechachisha. Nikafika hiyo anambia hii ngoma yangu jo. Na alikuwa nini, so kitu ilinipeana ni walichezanga hiyo ngoma entaje. Ukajua kuisha. Ungeambia umsaneme ni iba. Ameiba ngoma. But yes, holiday naenda kumuitisha maze. But so I think as I could get into writing mdogo went into high school, kapatana na maboys fulani pia walikuwa na fanya hiyo kitu. Tukaanza kuandika nothing serious though. And then after, because nilitoka hiyo chuo nikaenda Naivasha, so kuingia Naivasha ndo najiambia na kitu sinaweza ifanya ikuwe serious. Kitu saa 2018 like kuandika kurecord, ningie studio, I can actually do it nini. Plus your time nime refine pen. So nikaingia studio I think 2018, late 2018 ikiingia 2019. Pata na producer wangu anaitwa Mr. Mapema. Jo. Na from there onwards I guess hiyo ni history. Kutoka times jengalia nyuma man. That is good. So who are some of the artists you used to listen to when you look inspire sana, that when you fanya uingia sana into music, into making music? Into making music. Sikusikizaga nini. I actually got into rap through battle rap. Sikuwa nasikiza ati hip hop artists. Juu hip hop artists sikuwa naelewa. Unajua mimi mswa mtaani jo. Ngoma za hip hop unasikiza kama nani jo. Ndio wasio ngoma za hip hop hiyo time. Unacheki. Hip hop ilikuwa cool kids hivi. Na kutoka gamtaa we na wasi wanakaa Wasafi. Kuna penye mpelekanagi. So niliget into battle rap tu randomly tu on YouTube. Afu sana naanza kujiuliza ni nini jo. Wasi wanasema nini, because msana nasema kitu alafu wasi wana react kwa like so ujerada. Huko like amesema nini. Ndo slowly by slowly unaanza kurealize okay, kuna kitu kama metaphors, kuna kitu kama na hizo vitu zote unasoma chuo. Kuna kitu kama double entendres nini. Rap ni like sport ingine wide. Sasa nikaanza kuwa interested na kulanio skill. So mostly ni battle rap ndio imekupush sana into making music. Yeah. Juu sana nilikuwa nasema acha chukue hiyo skill yao and then make music with it. Like pure rap sasa. Yenye kuna hizo vitu zote and then you make music, because battle rappers sawa kwa good musicians. Naona wanakuwa good with the raps, but when it comes to making music huwa chini. But sasa ukiweza incorporate hizo mbili wewe ni hybrid kabisa. So hiyo ndio ikakaa. Jona sikuwa najua sio naweza rap na Kiswahili juu. Kwa jua hip hop ni ngoso jo. Labda kwa kizungu. So nikisikia sio rap na Kiswahili ko like nyi zi. But hiyo time yote sasa ndo nikaanza ku get into it. Sasa hivyo naweza sema think wasika Kali, Calligraph, Octo, Nyash. Au Big 3 King. Si wote. Alafu sasa unakuja kustudy. Nimestudy like game yote hivi. J. Cole usemaga study the greats, I'm the greatest right now. Na kuaga hivyo. You learn from the best, so ndio refine skill yako pia. That is good. Yeah, so man. What was your first ever studio project? My first is kumbuka kweli. And you'll drop that maybe professional. Professional. Ama siku yako mara yako kwanza kwenda studio. Sasa unajua hiyo time, unajua 2018 2019 ilikuwa Genge Tone. Ilikuwa saa unaingia hapo hivi unaimba matanyo unaishia. Una step. Producer anakuambia noma. Umeisha. Alafu sasa kwa till. Alafu sasa most your time
hakuna msa alikuwa anadoingia ati solo projects because hiyo time wasi wakiingia scene walikuwa wanaingia ka group nini na mimi sasa sikuwaga na group. Sasa nilikuwa najipata kwa mangoma za group naingia hapo. So my first few projects hazikuwa solo projects, zilikuwa hizo. I guess ndio nikuja ni do solo ilinitake a little bit of time because sana unajua ukiandika ngoma na wase wengi wewe wanakuambia upen like 12 bars 16 ni easy, but unajua ukianza kuandika ngoma yako inafaa make sense kutoka huko hivyo juu hadi huko hivi chini. Na ni ngumu. So ilinitake time, but nikakuja nika drop my first song, ilikuwa inaitwa Diana. Hizo tu za madem na nini. What was the Sababu uliimbia Diana, hiyo inspo ulitoa wapi sasa? Hakuna, ilikuwa tu ilikam tu Diana hivyo. Una excited Diana. Azizi. Ama ni crashia ulikuwa unamwimbia hii akiona. Hata sinaga hata kuna mdem nilikuwa najua anaitwa Diana Bia. You man. Nimechoma. You man. Yeah, he was asking about your first ever studio experience. Can you take us about that? Ilikuwaje? So unajua mtani ilikuwa tu haikuwa studio pase. Ilikuwa kuna boys tu tulikuwa high school hiyo time, so kuna boys ana learn production, akona laptop. So tulikuwa naendaga kwao. Hata ilikuwa hectic juu hiyo laptop haikuwa inafaa itoke. Haitoki kejani. Sienda kejani. Afai hata kutumia. So ile time zake ameenda job, tunaingia huko hivyo tuna recordia tu kwao kejani na ma earphones tu. Zake akiweza rudi apate napiko nje bro. Umefungua mashine yake. Ndakwambia so una time unajipata una record hivi dakika 2, unasikia inabidi tumeikata jo. Tumenini. But ilikuwa amazing. I think it take time to ni step into a professional studio. Ilikuwa tu poa. I think ilikuwa nimeget the hang of it by your time. Plus ilikuwa anajua mimi ni mnoma, so kila time nda studio tu nataka kushtuase. So ilikuwa hivyo though. That is good. So take us through your creative process. Do you come up with the bars first ama unasikizanga beats na unachonga mistari kunaendangaje? Mwandika kila siku jo. You waga sport, and I think most people don't realize you waga sport. A sports unachikigia hata Messi is one of the greatest no, but you train kila siku unacheki. So the same way msana amka na train no the same way mimi amkaga na andika raps, so that hata niambie side toke 22 siwezi kuwa short of material. Unaona, so my creative process huwaga hivyo kuandika tu daily. When it comes to like maybe nimepatiwa song ama I'm trying to write something particular, si lazima nisikie beat, nijue tu nataka kuandika nini. Alafu ni get to into your zone. Miwaga technical sana. You need take time. Na kitambo nilikuwa nadhani kutake time inamaanisha you're less of a good rapper, but inamaanisha you're just keen na ile kitu unadu. Na pia vitu poa sana, vitu crazy hazikujangi tu papi. Labda take time. So new take time na nini. Niwaga precise because new just I can guess sana because lazima ni make sense mimi, because if it sounds good to me ndio naweza kuja sana nini naye. But ikiwa half baked sorry, utasikia tu hivi. So when it comes to lyricism, who are some of the artists you look up to? Wapi kwa lyricism, kwa mistari nini? I'm saying like i country ama Kenya, unaweza tuambia Kenya internationally. Kenya lyricist Nyash pen yake yuwaga crazy bro, yuwaga crazy. Who else? Ska Ashala ni nini anataka alishai-hack tuseme. Alishai-hack lyricism. Who else? Na lyricist yo. Calligraph. Na. Abu tell us why not calligraph. Na. Najua mna flip. Okay, to me and how I view rap na like hip hop.
Anyways, guys, we're getting some crazy comments right now on Instagram. Tuko live. Wanauza tukati umeleta majembe. This is not majembe. Challenge. This challenge. Cosign Black. Leo komano cha mchezo. Tunakuona. Itisha collab. Unajua unataka collab. Hiyo ni crazy. Okay, na vile msana kuaga, acha hizo. Okay, I don't see the result. Ama tutafute majembe msee. Bro, tunaweza msaka. Uliona wale tutafute majembe. Tutafute majembe walai. On that point. Yes. Sorry. Back to your train of thought. What tunaangalia Calligraph Jones. Calligraph. Yeah, nilikuwa na kushow when it comes to raps. This is my personal opinion. Now ni OG, whether you like it or not. Unacheki. Yeah, na saida za somebody boys. Unacheki, like I mean inspire mbaya. But sir, I look at rap differently. Umeniambukiza aja. Itakuja hivyo next week. Jamii angaliaga different. Kuna actually hata nikilearn from our greats wa Kenya, nilikuwa na pick kila kitu from kila msee. Ikikam to like witty bars na nini unachukua from Octopizo na two punches unachukua from Octopizo. When it comes to like insane flows, Calligraph is one of impeccable flows, unacheki. But when it comes to like lyricism, bro, like Nashinsky, Ska, crazy, yeah. But that's just my personal opinion. Jo na ako juu bado jo, because unajua si lazima umastete tena kila kitu. Hawezi kuwa, yes, kuna wale wanakuwa gifted all rounded kama mimi. Nzuri kujitambua. Yeah, but ni crazy. So yeah, man, I say, and when it comes to like, because this is the years and age different, era different ya hip hop ya sai. Kwa msana ituwa Moti the NRG na umeambiwa hapo hivyo hujamsikia. Unichaji wangu naenda kumsikiza leo yeah jo, West Side siku zote. Moti the NRG. Kuna msana ituwa Essence, underground rapper, lyricist. Yani kuna wase na rap for real, low key, the great lyricist, unacheki. Yeah, so kuna se hii era I think yetu kuna more of lyricists than wase hii era ya kitambo. Hii era ya kitambo kasi kina kitusiwa hizo za kitambo. Kuna venye tumekuwa tukipimwa sana. Jumsana kuja tu anasema tu fala afu anaishia. Unajua wako wengi soko compare. Yeah. Compare inaweza kuwa ngumu. But sasa unaona there are so many different. So ukiweza compare huyu na huyu unaweza ona huyu ako chini bado. He needs to work on this and that. Yeah, man. All right. So after Diana, what is your next project? My next project, I think I'm going to do a bunch of singles from there. So how was the reception with people? Fairly good. But siwezi sema nilikuwa out there as much. Yes. Unacheki? Fairly good. Mimi ule mselo nilikuwa najua mimi ni mnoma alafu nimechill. Unaelewa? Sasa mnikujie sasa. Wakusake. Yeah, mnisake mimi. So I think ilini take time sana ndo nitoke kwa hiyo mindset. Juu sana nilikaa hapo hivyo sana, and unajua ukisema wewe ni mnoma and you're not doing anything, pia nothing is going to happen. Unaelewa? Yeah. Kuna ile kuna sema nothing changes if nothing changes, right? So your time nikakuwa frustrated, nikasema you know what man, I'm gonna quit. In 2023 nikasema nitaquit 2024. Amani 2024 nikasema nitaquit 2025 August. Tulikuwa zile za tumedui shughuli, unaekelea kitu, ushaekelea kitu alafu unajua tu nani anakuja comment. Like ushajua tu reception yako ni kina nani. Unajua nikiweka hivi napata 5 comments, najua huyu anakaa, alafu mimi ni reply. Hivyo like unajipata nika uko kwa period of stagnation hivyo. So sikuwa napenda hiyo kitu. Basi kitu sikuwa na realize ni pia sikuwa na do as much work as nilikuwa nadhani. So nimesema acha ni quit, but nikasema even if I'm gonna quit sita quit tu. Like nita do
to the best of my abilities so that hata nikiquit sitakuwa na regrets. Nitakuwa nasema nilidu yangu yote vile nilikuwa nadai. Ni vile tu maybe God hakuwa amenipangia hiyo kitu. Unacheki? Yeah, so nikajikapia until 2025 August. Hata ikupita January bro. June niliamua tu ni do work. Ka drop EP ilikuwa inaitwa 1910. Yes. I drop October. Pole tu. Naanza kumeka a little bit of noise. Kafika January nikajipata kwa show fulani. Ilikuwa say competition. Nikadu song yenye nilikuwa nimedrop kwa hiyo EP. It went crazy. Na hapo for Sando nikakuwa like oh shit. Is it the show on Star Time? Yeah. Actually I saw you there but siku take much note of it that time. Jo kuna clip yako fulani ili trend. Can you tell us the story about that? Yeah, ni hiyo clip. Nilikuwa tu zangu kejani tu. Yes. Mshtangu akaniambia kuna hii shughuli by the auditions zina happen man. I feel like unaweza pull up. Mimi nimekuwa huko hivyo leo nini. Kwa like but mimi sipendagi hizi vitu jo. Nini. Mimi nataka tu kukaa. Unaona? But nikaamka, nikaenda tao. Nilifika Google hivyo kitu kaa 8-9. Pangalia nyingine mrefu nilikuwa na audition maybe 5-6 PM. Kaingia hapo hivyo nikapiga audition. First ilikuwa tao. Wakanikubali for the next round. Wakanipigia simu, you've qualified for the next round, boom. Nikaenda. So hiyo time nimeenda for the second auditions ndio walikuwa wanachukua wase watenda academy in Karen. Alafu wadu hiyo show walikuwa wanachukua only 16 participants. Na unajua ni a singing competition. So mreas naimba. Nacheki. Napata hapo hivyo na wase wanaimba kabisa. So kaingia hapo hivyo nikadu ile song nilidrop kwa EP last year. Kwa inaitwa Million. Kenda crazy jo. Nikakuwa accepted into the show. Tukapiga show for like 3 months. Nikakuwa fiti. So after nimetoka show, because I got eliminated. After nimetoka show, niko zile za like shit. Does it stop right here ama Sando tukaze kabisa? Sasa tukaamua kukaza kabisa. By the time show ina air, hiyo video ya kwanza ina drop your audition. Sasa imekuwa crazy. Sasa imekuwa like sa uni nani. So nikachukua hiyo momentum hapo. Kasema I'm gonna run away with it sasa. So nikaekelea kazi. Yeah man. Until sasa ndo nikasema juu reception na numbers zimeanza kugrow nini. Let me drop a project so that wase watakuwa wananisikiza for the first time. Watakuwa na at least a major project that nilikama out nayo. Yenye wananijulia hiyo. Yes. Ka drop project sasa yenye ilikuwa on December 10th. Ilikuwa inaitwa I Don't Wanna Graduate, a crazy ass album. That's the album. Ndio tunataka kuongelea sasa. Noma. So what inspired the album name? The album cover tuanzie hapo. Album cover kwanza. Album name ni kitu ilikuwa imestick na mimi kutoka 2024 kwa chuo. Jambia sijui nilikuwa najua na quit music. Sasa unajua ukiquit music option yako ni ziko limited. Sasa unaingia tu 95 kabisa. Kabaridi unacheki. Na 95 ndio kitu nimedread man, nimeimba kwa ngoma ngapi nikisema vile siezi na 95 unacheki. So nikakuwa kwa ile state ya I don't think I wanna graduate because ukigraduate na ina come with a lot of responsibilities. What's it boys? Nacheki. Wewe sasa wewe ni man. Sasa toka enda usake job man. Unaona? So it's like a step up. Na unajua hizi step up ujuangi. Ujui I guess ilikuwa the fear because ujui yes ukistep up uta make ama itakata. Unaona? So hiyo fear kuja I don't want to graduate kwa like a concept. And it's basically all round. Hata kama uko na msupa. Unataka tu where you are there for the fun but hautaki kugraduate ukue like hamani. Unataka tu utulie tu hapo. Upewe jo. Tani yako kesho ile ya bure. Unacheki. All nini relationships zako na manini hivyo. So ilikuwa ina all round. So I don't want to graduate. And then so nikaanza kuwa particular na zile songs nda put in because sisi taka concept ikuwe na
the name peke yake. Hata songs nilikuwa nataka ni put ziko zina drive your narrative. So nikaanza nilikuwa nimeandika a few songs throughout the year. Kaandika a total of like 18 but I needed 15, 14, 10 karudi kaeka mpaka 12. Yeah, the concept, the cover art ilikuwa nataka nika sitaki graduate. So tukasema what does a person who doesn't want to graduate look like? Inaka you've already attained all the necessary nini to graduate but hautaki. Unaona? So hauko ceremony ya graduation. But tuko na gown because gown inakuonyesha like umse asha achieve kila kitu. Ushasoma kila kitu umepita, ni vile hautaki kumaliza unacheki. Maybe unataka tu ku have fun ya university bado unacheki. Yeah, so chukua gown tukaenda place open alafu tukashoot. So nilikuwa naangalia nyuma because nikawa siwa nyuma ndio where the fun is, you want to remain. Unacheki. Na huku hivi mbele ndio feature yangu na ndio nikastaki kuiface as much. Yeah, because ni uncertain. Ndio kwa maana mbele inakuwa like a body of water. Hakuna kitu iko huko hivyo mbele. So ujui past maji kuna nini. So that was the concept of the cover art. Ilidiwa na msanii anaitwa Ichi Hands. A very dope photographer. Shout out. Yeah, man. Hiyo ndio ilikuwa nini? Kwa hiyo album from me to me. Hiyo ngoma ni kali. Well, that is my favorite album. Me pia. Hiyo na first day of school hizo ndo like my top 2. Hiyo sasa ndo sasa mimi nauliza how is Tina manze? Kulienda aje aliacha. No. Hii si unajua na narrate for future. For like 10 years into the future. Sasa ndo mimi nauliza saa hii present. Ako set man. Bado hapo sawa. Hiyo ndo iko fresh. Hiyo ndo nataka kujua. Lakini hiyo ngoma ni noma. Hiyo lyricism ni crazy hapo. Thank you, man. Bro, hiyo track ni noma. Miaka zangu zote sijai jua naweza tuka hiyo. Niliandika hiyo ngoma ndo nikajua naweza rap sasa. Ndo nikajua hata nilido video iko kwa documentary album nikasema nimedo ngoma ndo nimerealize I can actually rap. And storytelling iko hapo msee. Yeah. Ni crazy bro. Kwa crazy ngoma ili take like 4 months. You from me to me kuipen two down because sasa because when you ukianza inakuaga ka unaanza hivi alafu unaandika the first few lines unajua time uko zone alafu una realize hii inaenda kwa kitu alafu sasa unaanza kujiuliza na nikiweza iharibu unacheki so unaachana tena na ikuwe perfect so ile time unarudi tena unaandika kidogo unajiuliza ni hiyo second guess unajiuliza nitaweza imake kweli because it's something sijai do hata sijaiona msee amedo like kuandika letter to yourself into the future. Nilimaliza hivi nilifeel fiti. I think your time nilisema hata msiposikiza hiyo album isijali bro like to your creation process hiyo song it was fulfilling. Ilikuwa fulfilling man. Unajua kuna kuana hizi ngoma zingine unazipea tu time. Ile tu hiyo ilikuwa tu first listen hivi bro. Hii ndo noma. Hii ndio yenyewe. Hivyo ndo ilikuwa vile tu tuliona venye tu niliona pata aliniambia huyu tutamleta next year. Nikamwambia wazi tuma account. Sasa unajua obvious tunapitia account mimi niko hapo bro. Anaitwa Cosign Black Spotify teke. Nikaona tu hiyo album ndio ilikuwa imedrop. Nikaona basi acha tu nianze na latest. Alafu sasa unajua nikipitia socials niliona King Kaka akisikia hiyo ngoma kwa post yako actually. Niko hii ngoma ni kali. Hii ikuwe ngoma yake na ikuwe Spotify. Nikafika huko sasa unajua nimeenda na hiyo post nikashazam kwanza hii ni ngoma gani. Hiyo ndo nilisikia yako ya kwanza acha tu nisikupige. Basi hiyo ndo ngoma yako ya kwanza nilisikia nikajua basi. So nilikuwa na high expectations sana for the rest. Wallahi. After nikaona hapo Cosign za OG nikaona ilikuwa ule mse fulani mwenye alikuwa anafanana na OG kuna time alikuwa anafanana kiasi. Mgani vile? Sijui. Nimemsahau jina.
KOB. Kuna time walikuwa wanafanana na OG sijui Si bro yake. Wallahi. Nani bro yake? Sijajua wallahi. Sijajua bro, wallahi sijajua. Nilikuwa na hadi nilikuwa naambia bro yangu mbigi, umesikia mse fulani anafanana na OG ni mnoma. So niliona hiyo Cosign yake pia niko huyu nani kwa sema ni mimi niko huyu kijana ni beast, huyu kijana ni beast wallahi. Ndo nikasikia hiyo album nikasema lazima atokee. Appreciate it man. Hiyo album kazi ilikuwa hapo, uliekelea kazi bro. So tuambie your favorite tracks kwa hiyo album that you enjoyed making apart from Me to Me. Nini? The First Day of School. Ilinibamba. That's my favorite track. Wase wanakoga. Kuna wase who get nini nilikuwa nataka kudu na kuna wase wanakoga it's the first song. So The First Day of School ni mwoga na very photographic memory. Nilikuwa natamani shule mbaya. So nakumbukaga kila kitu hiyo morning mkoro akini prepare for school and stuff. So nikaipen hivyo ka story, nikipaint hiyo picture and the expectations that nilikuwa nayo. The First Day of School also, that's the first song on the album. And I think chorus yake nasemaga inakoga tu like kujaribu kunarrate how first times are special. Unaona? Let day unaingia hivi chuo ya kwanza uko optimistic for shit like kutenda kuwa fiti. Let day umeingia job ya kwanza, let day umeingia kijani ya kwanza, unaona? So hizo first times waga special. So that's my favorite track kwa hiyo album. Another track ni Dead Flowers. Dead Flowers ni ile like stories of two different nini ya boys na mdem. Boys ampatia na dumbo. So nilihave ku step into shoes za mdem, ninarate vile mdem anaweza sema hiyo story na boys. So hiyo ilikuwa pia challenging because mimi si mdem. So nikakaa hivi nikajiuliza okay, so mdem anaweza kuwa na fears gani, mdem anaweza sema nini hizo zote nikapen hivyo. So I think hiyo pia it's a highlight of the album. Gani ingine? Kuna song inaitwa Godfather hapo na kwa like pure English bars tu, kwa like on a old school type beat. Pia ilikuwa tu like kuonyesha that tunaweza go deep, tunaweza kuwa on real shit but bado tukisema ni bars tunaweza enda bars. A song called Mandela. Nisikiza Mandela vizuri. Mandela iko na boys wangu wanaitwa Essence. Yeye ndo the only feature on the album because yeye ndo angefika tu ile kitu nilikuwa najaribu kunini. Yeye ndo angedeliver. And he's also a very dope rapper. So hizo ndo highlight songs zangu kwa hiyo album. Man. So last year for a period you ulipotea sana from the internet. Yeah. It was a dark period for you. Man. Could you take us through what happened after you dropped the album? After nime drop tape. Li drop on 10th. Drop on 10th nilikuwa nasikia fit man. Shit. Well like it's like happening. We be happen. Tulikuwa the rollout pia ilikuwa pretty amazing. Tulikuwa tumemake a lot of noise around it. So ndo ilikuwa drop. So tunataka sasa tuanze post sasa marketing. Pigiwa tenze nikaambiwa I think it was on 3 days after. Ambiwa your dad is in hospital. Komba kwa ICU. And alikuwa Ocha Western. So naza kama mcheki nini. Akasema sucks but wacha ni hizi vitu zingine on hold. Acha niende nimcheki, so nitarudi. Pack nguo kama 2 jo. Moja nilikuwa najua naenda hiyo siku alafu nikae alafu nitarudi hiyo siku nyingine. Kaka I think date 15 or 16 hapo. Kaenda kafika nikaingia OC nikapatana naye kwa ICU. Kwa tu responsive kiasi. Kaka OC day ya kwanza, day ya pili, day ya tatu akakuwa a little bit worse. But saa tulikuwa tumeambiwa hata because usiku ilikuwa imefika, kuna test walikuwa na have to do but wase night shift hawangezidu, so we had to wait until the morning ndio
ashughulikiwe, basi alikuwa mbaya. But mi nilikuwa optimistic, man. Mi nakwaga sijui nakwaga na toxic positivity, man. Naweza kuwa in the deepest of shit, man, na bado nakwambia usikita kuwa fiti jo. Unaona? Because nakuwa like, so okay, tukiworry about it, does it change the situation? So kwa tu hapo najiambia msatafika asubuhi itakuwa fiti. So in the middle of the night mi naenda namcheki nini and then nikashtuka tu time fulani for 20 am hapo kashtuka hivi kuna my mama alikuwa amefika usi kwa amekaa kando yangu. Yeye alikuwa scared kwenda kumcheki, hakuwa anataka kumuona akiwa hiyo state. So mimi nikaenda hivi, alikuwa on the farthest bed huko hivyo. Alafu unaona hizo UV machine nini. So unaingia hivi alafu naangalia hiyo machine and then naona tu a straight vital sign bro. So I think hiyo hata ikuwa ngori yangu at first. Ngori yangu ilikuwa sana ambiaje msako hapa nje your mom. Na because akuagi strong hivyo. So najuliza shit naduaje jo hapo hivyo. Nimekaa ndio tukagather strength. Mimi na huyo doka alikuwa hapo kana tukaanza kukalisha mkoro chini, ndo akaambiwa akanini ka well nini. I think nikaenda tu nika pay my last respects kwa mzae. Sikia tu mkono tu hapo hivyo for some minutes. Ambia jo umefight sana man. Na hiyo yote mambo ya God, man. And it's sad that umeenda sahi jo. Ndio vitu zangu tu hata zilikuwa zimeweza kukama up, man. But mi sijui hata ina go which way from here, but hata tujue, man. Even though mzee alipass through, alikuwa na heart failure. Man. Unajua tena hospitali za Ocha jo, unajua. Tulikuwa nimesema umsejo akue fiti, tumpige transfer akitoka ICU. Akiwa stable case. Man, God alikuwa na different nini. RIP man, but kuna kitu Fred Now you had to step up. I had to graduate, man. Usipende sasa. Man. Baka nikakuwa like, bura, irony, man. Sasa God anakuwaga na jokes zingine, man, sometimes. Kwa like, ni sawa. Na nilikuwa nimeongelea tu hiyo story ya kifo not so long ago nikiambia producer wangu. Mazi unajua, ukidedi inafaa umedo like something that people will remember you for. Unaona, ukidedi tu kaa kimsee, utaishia, unaona. But ukidedi kaa uliacha at least landmark fulani, itakuwa better. You'll be immortalized. But sasa nilikuja kurealize kwa msee aliacha legacy crazy yenye ilikuwa sana mimi, because huyo na jina yake itakuwa on every corner of this world, man. Man, so rest in peace to mzae, man. But tuko hapa hivi tuidu. Kuna song kwa hiyo song inaitwa I Don't Wanna Graduate yenyewe. Nilikuwa nimesema and through mimi ata succeed like my dad sasa. So I think legacy yake ina live on through me. Man. So did grief change a bit the way you are now looking at your music? How process? Everything. How did that affect you? Everything, because sasa una realize kwanza unajiuliza okay, sana naifanya juu ya nini tena, unaona? Because for once ulikuwa unaifanya ndio ifamu ikuifiti, basi unaiko in a position yenye sasa uko like so what's the purpose basi, unaona? But unakuja kurealize tena now sasa, because mimi ndo the only boy like madem ka tano cha unacheki. So lazima step up, man. So wezi unajua so chance yako ya kukua hata sijui woshe anako imeisha jo, unaona? Sasa wewe ndo unaangalia. So uko zile za like, so acha vile nilikuwa hata nadhani ati na work hard. So sasa inafaa ku work 10 times that, unaona? Because mimi ndo nimeachiwa hii mantle. So niko zile za like hii mwaka sasa hakuna huruma, unaona? Because pia mimi sikuhurumiwa in some sense. So niko zile za like kali kwa that to go hard, we go even harder, man. Kwa maana nikaanza mwaka na uchokozi, man.
That is good. But at least now you're channeling some of that into like proper music. Yeah. And we hope to see more projects from you now. Bye. So we expecting another album for 2026. Acheni ulafi. Aje sasa tutaanza 2025. I'm just kiza hiyo album. Nataka ku usiona ile mtoi Mwafrika na kataga dawa na anafunga mapua na lazima umeze kwa kuwafanya hivyo. Very nice. Chokonio album. That is very nice. Si ndio? Si tumazana na album. Hiyo album la Dino Force iishe, but other than that I think sita do project but sijakuwa big on like features. Sasa hiyo ndio kitu nataka kudu, nataka kuchafua ase. So who are some of your dream collabs and features in Kenya right now? Dream collabs. Unataka like top 5 wenye unaweza kufanya nao. Dream collabs. Kisema dream collabs I think itamaanisha wale wase yenye nitaandikia. Wase naweza andikia hivyo sana ni mseka Nyash obvious. Hiyo naweza take two time yangu. Mseka Kali respect. Mseka Ska zataka kuwa kuna Ska. Nani mwingine Jua sio kwa chini huku nje though. Sio kwa chini. Si uongo. I agree. Ndio kwa maana hata sijakuwa na do features because unajua unaenda unapatia because me do ya ukweli. So unaenda upatia ni you are all on a verse alafu msea kuje na some half baked goods alafu asimeni hivyo. Unaona? So mimi ndio inakaa nimewaste time yangu. Jo but kuna wase tu I think I know how for me in Kenya. But outside sijui kama nasikizaga hip hop ya ese. Kuna sana rap huko hivyo. Kuna boza anaitwa Touchline. Namjua. Mtafuta. Touchline Nasty. Hizo ni collabs yenye nataka kudu. Unajua wasanii wa gani ese? Ukitoa Nasty C, ukitoa MET, ukitoa AKA, ukitoa Caspanyo Best. So umetoa kila mtu. Sasa unajua ni basics sawa kila mtu anawajua. I don't think najua any rappers off the top of the head. Wallahi. Uko hivyo ndo rap yuko bro. Like hasa una rap yo kweli zo. Umenipata off guard. I don't know any of the top of the head. Umesema wenye ningejua. Mkupatia mmoja leo sikize Touchline. Sikize Ginger Trill. Sikize Kane Kid. Aseni wabaya. Hapa hivi hii mwaka tunawak na nini. I think tuko na shughuli tutapiga na Moti the NRG lazima uni charge. Tutapiga na Virusi Mbaya hii mwaka. Kwanza hiyo nimesikia mwaka ni ya Virusi Mbaya. Everybody deserved bro. Msema work for the longest time bro. Unaona? Low-key for sure. We have a show with Low-key. Shout out to Low-key. Shout out to Low-key man. Alitokea is a really good person. Yeah man. Any chill guy. Mazee akona show ameniputon nini. It's on the 2nd of April. A live experience iko Alchemist. Ambia watu wa cop tickets. Ambia watu wanunue tickets. Mnunueni tickets guys. 2nd of April is going down. Dreamers experience. So far sina information yote, but I'm on the lineup. Loki the Great is on the lineup. Hip hop, bars. Kujeni have fun man. Tickets, Alibad tickets ni kaitso. Link. I'll put the link on my bio. Man. Further developments ndachanua man. But it's gonna be great man. Very nice. Msipotokea I'll hunt you guys down. Utumalize. Wewe unakaa tu msenes around. Mimi nakaa niko area. Sasa mimi. Wewe unakaa tu mse pia anaweza patana. Shaskia ni loa kabete. Utanitafuta baya. Expose. Sisi wa Islando tuko tu hapo bro. But ni hivyo man. I guess imwaka big on collabs. Medu collabs I think ni vile saa tena unachukiaga collabs because wase wanakaga tena na ngoma zenyewe hataki kudrop. Tumedu track 2 na Mwana la vijana barubaru. Dope songs. Ato hizo ngoma Mwana come on. Drop that shit. Tumedu ngoma kadhaa. So collabs and
many music videos coming, man, and a lot of work. Cypher, kuna cypher inafai come. Nime drop freestyle jana. Ya kuanzisha mwaka. Watu wanasema nimechokoza mtu, mimi sijachokoza msee. Nilikuwa na sijui. Yeah, man, but yeah, very very hopeful for what this year has to offer, one. That's good. Anyways, kuna maswali nataka kumuuliza. Niliwaona mlienda kwa Keje ya Omolo. Buda. The goat. Bro. Hebu sasa tupe experience. Wewe sasa ndio umefika huko. Sisi bado. Niliingia. Buda. Unajua kuna mandae aziko nje. Ziko kwa keja. Hizo sani za nikaa kishowroom ndani ya keja. Kuna ndae zina dose better kutuliko jo. Baka zinafungiwa mlango jo. Unacheki? Ilikuwa experience poa, man. Tulikuwa tuki roll out album. Tulikuwa zile za like wase wanapendaga kuambia say kujani listening party, which is good nini but what can we do different? Tukakana team tukasema what if we bring the listening party to guys na wase wenyewe watu wanaweza taka kusikia au wanasema nini about the project. Naona sasa nikiletea tu a random ass person, not si ati iko baya, but watu watajali umse opinion yake ni nini, unaona. But tukipelekea mse mwenye wasi wanajua na wana respect afu wasikie amekubali, pia wewe inaweza kujenga. So tukaanza ku reach out to a couple of people. Reach out to King Kaka, shout out to King Kaka. Tuka reach out to KOB, shout out to KOB. Tuka reach out to Kali, tuka reach out to Steph Capella. Wote walikuwa welcoming jo. But sasa Kali tulikuwa zile za like okay, si tujaribu tu like akikubali sawa nini but Kali amekuwa akiniwatch kutoka 2022. Kuna video yangu fulani alikomentingi 2022 mpaka nikaacha kurap bana. Niko zile za like okay, so after this msifanye shafika go like mimi nisha make it jo. Ili niaribungu akili by the way. Akakuzanga mpaka DM akaniambia time is coming man, endelea hivyo. Nilikuwa najua nisha make it. Yeah man, so over time pia alikuwa tu anacheki kitu na do, anabonga. So your time nika reach out, alafu alikuwa amedrop tu where you at. So vile drop where you at alikuwa amerep mtaza Islando nini amezipatia props. Nika feel like okay, kuna hii area yangu yenye ijakuwa represented poa. So mimi nikachukua tu pen, nikaandika, nika record, nika shoot video ika go off. Pia unaona nilikuwa na rep tu West. So West wakakuwa like okay, kuna msee hapa hivi nini. So hiyo pia I think ilipush tena hiyo ngoma because hiyo video pia ilidua crazy numbers. So hiyo pia ikakuwa respect. Akatoa hadi challenge out of it, rappers wakaget on it pia. Ikakuwa like a big movement and shit. So hiyo time niki-reach out kulikuwa na some level of respect. So tuka-reach out tukamwambia hiyo niaje buda, tunataka tukuje huku. Hata sisi tunataka tukupatie a live nini experience. Asema pull up. Like this is it. Yeah man. Na huko unajua si kila mtu anaendaga jo. Kila mseo. So tuli pull up man. Lingia hivi mpaka nikamwambia machaji jo tutarap. Kaindo rap. Tuko rap sana jo. Ilikuwa experience amazing. And then so unapata na umse amekuweka level fulani yenye anakubongesha nika pia amekutambua, but mimi niko hapo like budajo bro so mimi niko hapo like sana niambie kosa nini niko jo wewe ni kali jo bana, unajua ni OG bro. Wewe ni OG, mbona unajali mambo yako unajua tunaingia hivi mpaka tunaambia mstove viatu hapana jo hapa acha tutave viatu tu jo but alikuwa so welcoming jo. Yendo alikop the first, yendo alikuwa the first person kukopata album. Alinua like 10 copies of the album bro. On the spot man, unacheki man. Kwa zile za like ngoma nini akaambia buda hizo vitu ndogo jo.
So kwa zile za like tuko on basi unaona. Pia ni msee ana appreciate like when he sees msee ana work na kuna kitu hapo hivyo. Man, it doesn't hurt to nini. So I think hiyo ndio kitu nakuaga nimepatia respect for, because wase wengi sijui wanaona ganika waki embrace the new gen, sijui ni kama hao wanapungukiwa kitu. Sijaelewa man nini nini ufala man. Shout out to King Kaka, shout out to KOB pia alikuwa welcome. Shout out to Steph Capella man. Na ni watu wa shit but wanakuja wanasikia na wanasikia wako like okay. The reaction ya KOB ilikuwa genuine. Man. Ndio uliona tu ati nani? Acha ufala. Ulikuwa unaona hadi venye amekusai bro, nikaona this is the shit. Man. Bro anaenda mahali. Man. Plus wanaicheki mzee kuza kusikia anajua. Unajua kawe ni mori wangu unaweza kuja hapa na vitu za ufala but ndakuchocha jua ni mori wangu but msee anijui unaona. So si ati so ukisikia anasema hivyo uko like okay, so kuna kitu hapa. Man, so I appreciate ilikuwa experience fiti sana. Hiyo keja ni big. Tulipigishwa tour huko hivyo unaangalia tu yule bensi tangu inaingia hapa wanaangalia. Man, but tulipiga shughuli huko. Hata after hiyo bado akadu yeye mwenyewe tu akasema acha ndu video ya kukunini. Ilikuwa experience amazing man. Man. That's a great experience man. So where do you see yourself in the next 5 years as we come to the end, tukikaribia kumaliza? In the next 5 years 5 years ni mbali. 5 years 2031 yes shit 2031 tutakuwa crazy. We're crazy. Sijui because niliacha ni realize niache kuplan sana. After tumeplan what we have to do after the album ni alafu vitu za sambaratika, God anakuambia bro you need to chill man, acha mimi kupange unaona. So niko zile tu za like I'm going to do the work, what comes from it mimi mwenyewe najua I'm not even prepared for. Naweza dhani nitakuwa successful but ikikama hata mimi mwenyewe inaweza blow my mind. So niko zile tu za like if you put the work in, nika to logic 1+1 is 2. If you put the work in and you go hard uta reap the benefits. So in 5 years sijui nitakuwa wapi but where I'd like to be is genuinely one of the best, regarded as one of the best this country has ever produced man. Sitaki kuwa the best rapper. Because the best rapper you change after time. Unaweza kuwa the best rapper sahi, msee mwingine kama rap fiti yeye ndo the best. Unacheki so si strive kukuwa the best, na strive kukuwa tu nipatiwe accolades za one of the greatest. Because hakuna kitu ina top hiyo unaona. Strive tu yani upige the best. Unaweza do hivyo, mimi naweza do hivyo nini but ukiwa regarded as the greatest inamaanisha kuna your particular set of skills zenye si wasi most wanna do. Yes. Man, so that's me in 5 years man. All right. Haya. Kuna mastori za holiday unajua kuna tangu last year. Sasa ni mimi ndo nafaa kubonga. Ndio tufanye music recommendations. Tunaona masaa imekimbia sana. Manze life episode iko refu. Life update. Nilianza kuskate manze. Shout out. Nilianza kuskate bro. Nilianza kuskate sasa najua vitu. Najua matrix nini. Unajua na skate ndo at least najua kitu. So unajua tangu ni join uni msen nimekuwa tu nikikaa inside. Sasa nataka tu this year niko outside as many times as possible mse. Niende my events. Ni live life tu na get. Jusa mambo ya kukaa kejani najifunza kuedit, niko tu kwa lapi bro. Na watch tu ni maisha yangu na nasema hivyo. This year to change. Naanza kuvlog nini. Hizo stuff zote nitafanya this year tu, nitaka nikuwe nje, sitaki kukaa ndani. Unaona pia this year nafaa kugraduate bro. Unataka kugraduate ama idoona? I want. Ana bila fa graduate this year. Manze. Tunafaa tu push P to graduate manze. Hata kani kutafuta kazi tutafute ya kujishikilia juu hiyo si kenye tunataka. Lakini hiyo at least itatupatia rent. Unapata? Nini ingine msee, kuna new year karibu nitokwe tenje bro. Tena
Nasema ndio umetoka kununua tena. Bado sikuwa nimenunua. Bado uko umenunua. Bado nilikuwa na Samsung yangu A13 mzee polite. Sasa nimetoka Old Mutual Tower. Sio siku nilikuwa hapo chini. Sasa niko hapo nilituma tu poster kitu 6. Siku haikuwa nitoke mtaa. Nikatuma poster nikamwambia kuna utakuja Uhuru Park, kuna nini Uhuru Park? Maombi. Nikasema fuck no. Nikasema wapi? KICC. Akasema wazi. But kuna hii ingine Old Mutual Towers in Fireworks Party. Nikasema niko na hapo at least walikuwa na line up akina Tipsy G. Those wasikiangi niko tu hii nakakubamba. Jukani party wase watakuwa nini na ni free. Nikatokea msee. So design tumetoka huko. Tumeenda mtaa, nimepanda gari, nimeshuka hivi gari. Naona Ndudhi msee. Ikasimama ati unajua sijui wapi, na wameshuka wase wote kwa Ndudhi. Hiyo ni direction gani na ulizo hivyo bro? Mimi ndo huyo. Siaka bro. Acha kukimbia. Na wananifuata. Hata kama ni wewe. Hata kama ni wewe budo utasimama. Tulia tu kuibia. Ati ni direction bro, ni direction nini? Msendudhi imesimama hivi mbele yako inakuuliza tu ati unajua hapa na wameshika watu 3. Na bado get away. Driver bado wako. Boda bubu bado wako hapo tu bro. Ilikuwa nimetense mbaya. Lakini ilikuwa crazy. Ilikuwa Sunday, nilikuwa hapa tao, maskaters wana skateboarders wana cruising tao masande. Sunday hakunanga wase. Sasa hapo tunaona hapo wase wa traditional wamekuja na madra. Mimi niko tu hapo vibes. Yenyewe kukaa outside na bamba juu. Imagine ningekuwa kejani nimekaa tu. Haungeona hiyo. Manze hiyo ingenipita hivyo. Ukonda kuona speed. Sikia speed ilikuwa nitokee tao, acha nisikupive. Mimi pia niambiwa habari yako. Habari yako. Ungelengwa. Lakini ni crazy. Lakini speed alitokea, nilikuwa nimefurahia stream, nilikuwa nafuatilia tu kwa TNJ. Sasa TV iko occupied msee. Si unajua tu mama yangu wimbo za kijaka, lazima achachishe. Ako tu hapo unasikia kulia tu, lakini wimbo zingine umesikia sana hadi unazijua. Unaweza ziimba wallahi. Sasa unajua niko hapo tu nikaona niliona walilenga majembe hapo. Hadi wamemuinua bro. Majembe. Ngumi fupi. Lakini mi acha tu ni wa show. Mi majembe ni nice. Kila kitu tu. Wewe boys tu wako funny. Hadi unaona tu effortlessly. Wallahi. Hadi akisema ati Vindi ulinidanganya. Majembe. You're something nice bro. Lakini ni crazy. Ilikuwa na story gani ingine? Leo nimetokea chuo, at least nimeona wase. Nilikuwa nimekawe ule bro. Niliona amenona at least. Sijui anakula nini. Sema ya mwisho ilikuwa Julai. Niliona Lemi mwisho Julai. Sikia. Hadi nilikuwa tunaambia manzi yangu aje, nimemiss Lemi na Jay. Akotua. Sasa utawaona lini? Naambia hatutawaona. Tutaonana tu siku tutaonana. Tajipa. Manze, Jodi umse siwezi miss juu mbona. Tunakuanga. Unaona ile design. Unaongeanga na mse sana hadi unaona tu usinakuwa ne wallahi. Jodi tumepatana kati kwa atacho mse. Sasa nini ingine? Hakuna kitu ingine. Na leo tuko hapa. Na leo niko pod. Na Cosign Black hapa. Manze. Shot by Pata. Anyways, now that was Vitalis' crazy holiday. Tuende saa kwa song. New Year resolutions kwanza. Aya, uko nazo? Unajua nilidhani una. Nazo bro. No man. Aya. We missed last week's episode. Nijue audio editing, fiti. Nijue kuskate hadi nishajua technically nishajua. Ni be happy msee. Ni appreciate life more. Una get? Juu last year maybe niache pia niache kukuwa negative sana. Unaona vile unakuanga over positive. Mimi sasa nakuanga over negative. Unaona design unaweza angalia tu kitu uangalie the good part. Unaangalia tu unaweka mentality yako kwa na isipofanyika. Sasa unakuwa tu prepared. Toka huko. Alafu sasa ikifanyika
Sasa uko surprised ikikuwa positive uko kumbe ilikuwa iwak. Unajua kuna msali niambia gati julikuwaga hivyo akaniambia si ati unaogopa ati hazitawaka. Kama umeidu a couple of times na zinafanya inamaanisha you are afraid of success. Unacheki? Nasikia. Inamaanisha tu unajua unaweza ni vile unataka kujisurprise na hiyo nini man, but angaliaga the positive man. Juu hadi ukipata mama wangu pale yana support pod hadi kuniliko una get. Hadi yana watch, mi si watch bro. Tumefika point yenye hadi bro yangu ndiye anamwambia mmedrop. Siweke mama hapo aone mimi niko hai. Kweli hebu acha tu mimi step manze nitarudi baadaye. Lakini tu ni be too happy mse. You unaona nikianza kwa negative sana nikaita affect my career. Na venye mimi nakuwa na vitu mingi mind bro. Mimi hadi sasa ina you know namaliza shule mtu nataka ninunue ng'ombe ba. Wallahi niko the dust bro. Ninunue ushago kwetu. Busy ya pork inafanya fiti. Na nguruwe ndogo piglet inatoka kitu 4k 5k. Na ikiwa big inauzwa kitu 10k. Sasa nataka tu niambie tu mama mama manze mimi nataka kununua hizi stuff ni invest hizi vitu ocha juu najua huku mjini msea hawezi pata kazi ya kuchunga ng'ombe huku kwa tu kasi la pi msea ni 9 to 5. Sasa nataka nijaribu kuinvest kwa vitu kaa hizo alafu by the time na graduate maybe hizo vitu ziuzwe nifungue kitu. Manze nisikae tu idol lakini ng'ombe msee ng'ombe tu acha tu nianze kuprepare mahari jo. Hiyo ni investment. Ni ng'ombe bull ama ng'ombe ya maziwa? Ni ng'ombe ya maziwa. Ng'ombe bull msee kwani hizo ndo za mahari. Kwani kazi yangu ni ya nini ya kupeleka nini iko pia hizo bulls zinatoanga hiyo semen wewe inauzwa and it's a lot of money. Si ndo nimesema saa hii kwani kazi yangu ni kutengeneza ng'ombe za kudinyana nini. Bado ni kazi ni kazi. We acha zingine si kazi. Resolution zako for the year. Resolution mse ni hizo tu alafu maybe tu ni graduate manze mzazi wangu akwe happy mse. Unajua hadi mzazi acha tu hadi mama yangu anajua yako ananiaminia ati nitatokea uni mse. Hadi alikuwa ashaniambia wewe pata tu C. Utajua cha utafanya. Bro. Mama yangu alikuwa ameniambia junior wewe pata tu C man. Misa unajua hiyo time yote nikiwa form 4 hiyo time yote yako hayo na results una get ilikuwa inatumwa kwa simu yangu na mimi pia namwambia nimepata C+, nimepata B. Na sasa hiyo nimeoma ma D bro. Ma D+ nimezipanga hadi mzizo ma report card na tupa tu kwa barabara nikiwa kwa matu nikienda mtaa. Lakini mama wangu aliniambianga tu wewe pata tu C tutakupeleka hapa utalii college tukufunze kupika. Jana alisikia utalia kama. Lakini nilikuwa nishajiambia hii si hadi hii nitapata kweli. Juu nikiconsider mse nilikuwa na chimba ma D+, D-, D+, niko tu acha tu nipate kendapata. At least nili give it my all mse. Lakini results kakuja hapo niko na grade ya uni bro. Hapo mama yangu kwanza result litoke kanti yangu uko Kejani. Anataka tu anibebe anirushe kwa balcony. Jofura. Alikuwa amebambika hadi mimi nilishangaa mse. Lakini ni graduate at least ni make mzazi happy. Juu najua mzazi wangu pia alipass mse RIP. Juu yeye pia alikuwa ananiambia hapa mtoto Bright ni Brian ni bro yangu mkubwa. Yeye alikuwa ana perform say top 3. Mimi niko huko bana, mimi niko namba 54 58. Nimeshikilia from the back. Bro. Bro. Pause man. Pause. You can never say anything nowadays. Like to pause. Sasa unajua mzae pia alikuwa ananiambia tu brother wako akiset standard ya kwenda uni, wewe pia itabidi tu umeenda uni. Sasa mimi pia nilikuwa tu nataka at least yeye pia hata mali yako aone ukijana ameenda uni bana. Hiyo tu resolutions ni hizo. This year tu ni be happy na nijue vitu sikuwa najua. All the best. Do you have any resolutions for the year? Resolutions? Before tuende kwa muziki.
kwenda tu go harder tu work hard basically. Yeah, na ku take every chance as it comes, unaenda nayo. Happy miwaga over happy, if I can say, man. Yeah, so me go happy. Stop second guessing, I guess. Do more too. Like kauna dhani ati sasa indo level yako sasa exceed hizo levels, man. Yeah man. It's all right. Haya, tuende kwa song recommendations of the week and movie recommendations. Haya, nianze na za msanii. Msikize From Me to Me na First Day of School. Those are my top 2 za Cosign Black from the album, that is. Haya, so regular artists msikize I Love You Too Much by Wayne Wade, Emotionally Scared by Lil Baby, Issues for Mr. Frank White, Diligent Flow 2 for Mr. Frank White bado. Msikize Buga by Central C, na msikize Mashisha by Hate Band and Ben Soul. Hiyo nimepata juzi tu kwa archives. Mimi punguza emotions. Bro, buzz on buzz, hiyo ngoma. Buzz on buzz, bro. From Me to Me, obvious. Dead Flowers ni ngori, bro. crazy. Intro niliambianga tu wase napendanga wimbo zenye wase uongea. Hadi niko na playlist ya intro za albums. Sa kama mse anaongea na iko na beat backdrop na iko na story. Huwa ina nice tu. Sijui mse akipenda tu ngoma kuna vitu zinambamba automatically. Kweli. Sa intro pia simu imezima nini. iPhone. I don't wanna graduate, obvious. Yeah. Wasanii wengine Bentos na ule msanii Given. Kuna ngoma yao inaitwa Aheri ni ngori. Kuna White Ferrari, Frank Ocean. Kuna gani I'm on One Drake. Kuna 7 Days ya Sharon Dubas na Jake Vicious ni ngori. Lakini hawa ni mademo wawili tu. Lakini tunafaa tu support ma female artists mse. Au pia wako na buzz. Hata kuna wenye waimbi mambo za kuchikuchi huku nje, bro. Kuna wenye wanaimba sense. Unajua kuna mwenye ataimba kuchi hapo 1 hour. Alafu i-trend. Alafu kuna mwenye anaimba sense ngoma yake hakuna mse nasikia. Manze mnafaa kupromote female artists with buzz, that is. Si with buzz, wenye tu anaimba sense. Mwachane na Sexy Red. Hata Sexy Red, if you are seeing this ana watch atatumia. Manze mnafaa kuacha kusikia hizo mangoma za Makuchi Pink, manze. Sasa hadi si hatujayo na Kuchi msee. Ukishasema ni Pink tutajuaje? Tuambie recommendations before he goes crazy. Manze. My song recommendations drop freestyle jana inaitwa Up to Me. Mudamsikie Faith by Loki the Great. Mudamsikize Nasty C, Head Up, crazy song. Mudamsikize J. Cole, tunangojea album jo, disc 2 track 2, crazy song bro. Yeah, so nizo tu. Niliona wasa wakisema ati humbleness ya J. Cole imeanza kupotea juu ati alikuwa na Lambo. Na alikuwa na mabike kila saa. Aliuza gari na baiskeli. Aliuza baiskeli na gari. Inakuwa noma. By the way, Saproki alidrop album pamoja na pia YB. Same day. Yeah, same day. So check out the albums. Naweza wauliza. Umesikia hiyo album ya Saproki? Bado. Nimesikia but sijashika the songs. Tutaongelea vizuri next week. I'm not sure. Mimi nilisikiza tu ile ya kupitia. Ni sawa. Usije-explain sana bro. Ni sawa. Ni sawa ama. Ukianza kuji-explain na katu mchaji jo. Tuende kwa movie recommendations of this week. Go and watch it's a short series inaitwa His and Hers, psychological thriller. Watch pia comedy inaitwa Death at a Funeral. Yeah, those are my top recommendations for this week. Mi sina shit. Kwa movies. George shit. Movies. Kuna kitabu nilisoma alafu naona wamedu movie yake inaitwa The Housemaid. Ni ya Sydney Sweeney. It's going nilisoma hiyo book. So yeah. Unajua? I know the type of person you are. Hiyo movie. Kuna ile inaitwa All Her Fault. Ni thriller ingine crazy, but kuna twists zingine mad so. Yeah, so go check it out, man.
Movie nimefikiria yenye nilioch December inaitwa The Great Gatsby. Hiyo wimbo ya Roadway iko na movie. Actor ni Leonardo DiCaprio. Hiyo movie ni noma. Ali umse niwaacha niwape context kiasi. Umse alikuwa na manzi, akaachana, akaenda army. Manzi yake akapata chadi mwingine. Alafu sasa umse akarudi, amekuwa mkore design. Amepata ma connection anajua. Kila mse anamjua lakini hakuna mse anajua Kenya anafanyanga. Na akona pesa kaa umbwa. Sana throw hizi parties zote ndo mdema atokee hadi siku moja. At least amuone mara ya mwisho. Mzee kwela hako haitokea. Shit. Sasa mse aka imekuwa story yote ni. Ni hizo tu ni hiyo movie ni noma, mwende mcheki. Anyways, we've come to the end of this amazing episode. Thank you for honoring our invite. Thank you for showing up. Thank you for coming and sharing a story with us. We appreciate sana. One word for the audience. Nakitaka kudrop ka freestyle kidogo. Kifunga. Mina appreciate sana bro. Yeah, appreciate sana. This is amazing. Na mina napenda kitu mnadu. Nimecheki manini zenyu zote na Frank, na Loki, na mwingine anaitwa na nimezi watch. So kwa like mnadu vitu poa man. Na wewe acha kuwasikia mtiko like wewe ujui man. Ujui mimi nakuaga like ukijeka tu kwa process, just do it man. Unaona haujui inaenda wapi. Na inaweza kama kwa kitu big unacheki eventually. So thank you for the invite man. Welcome. Man, kitu ya kuambia unajua last time Leon alikuwa anasema sijui who to watch out for, hakusema mimi juu wako wanajua ni nini na wana expect. So hata mimi sijui mta expect but it's coming man. But watch out. Watch out. Utafanya freestyle tukimaliza. Freestyle gani? Aja misa nifanye Funga episode. It's a plan young nigga, it's a plan. Enda uji.